Now, inside the Baba power sharing deal with Ruto, government inaenda 50-50. Now, the so meant tours, hizi tours zenye Baba ameenda across the regions, hizo strongholds zake, they were just to hoodwink Kenyans. They had sat down, they had agreed on anything. Na ukitaka kujua hivyo, all of these tours zenye zilikuwa zinaendwa, media hawakuwa, they were secret indoor meetings. Kwa nini? Most of Baba supporters pia hawa wako wanataka Baba aingie kwa nini? Kwa gava. So walikuwa wanamwambia live. Wanamwambia wakiwa kwa meetings. And so what they did ndio yani kuhoodwink Kenyans na supporters wa Baba walikuwa nafukuza media. They were addressing media later after nini? Na if you are doubting me, go check kama kuna video yote Baba amekuwa kwa meeting na watu akiongea. Hakuna. Cause supporters wake pia wako wanataka waingie. But this thing was, yani it was Baba alikuwa shaamua kitambo. Ameagree serikali anapewa nusu. Na so hawa watu wake wote atakuja waambia after kwenda kuongea na nani wamekubali. Yani kubeba wa nini supporters wake ufala. Jana on Thursday kulikuwa na secret meeting between Baba and his legislators wa ODM KICC. After their KICC mkutano imemalizika around kitu saa 8 huko, ilimalizikia kwa Sakaja hapo City Hall. Leo asubuhi, today is on Friday, leo asubuhi before wakuwe na PAG meeting, before William wakuwe na PAG meeting ya UDA, walikuwa na Baba meeting inside a very secret meeting State House. After hiyo PAG ndio wamekuja wakaambia what some of the things they discussed with Baba. Of course things zingine ni secrets between them, it's secret between them, Raila and Ruto. And saizi wako KICC. The deal is already, kuna hii kiti inapatiwa Baba inaitwa, haiwezi nemiwa prime cabinet, sijui prime minister nini, kwa sababu Mudavadi bado wako na hiyo. Hii inaitwa sijui na an executive forever. So saizi wako KICC. Inside that deal, Baba wants, unajua Baba ukoroga kila mahali akiingia. Baba anakuja kukoroga Wetangula kiti yake ya CS. Na umekuwa ukiona hii sabotage yote yenye imekuwa ikifanywa, William Ruto was doing it akijua. Deborah is going. Now Muturi is going. Mwenye nasikia anakuja ni nani? Anaitwa nani? Mutahi atapatiwa nini? Mutahi atapatiwa kiti ya health. Kwa sababu ikipatiwa Baba Wetangula ataleta shida. Muturi is as well going. Now this is what is going to happen. They are planning kuanzia next week NADCO report itapelekwa kwa bunge. If you don't know what NADCO report entails, NADCO report is BBI minus one man, one vote, one shilling. It's a power sharing deal. That is, yani in short, NADCO is BBI minus one vote, one man, one shilling. NADCO report inakuja na prime minister na two assistants. Wenye tu kulikuwa wakati wa Kibaki. Inakuja na office of the opposition akiwa na two assistants na a shadow cabinet, all sponsored by the government. In this NADCO report, William Ruto is planning to push for a referendum before 2025. A referendum in which pia kwa hiyo NADCO report kuna extension of term limit to 7 years. That is what is going to happen. All I know, Baba, you are better wakati hukuwa na Ruto. William Ruto akiwa na Baba is the same thing na William Ruto akiwa peke yake. Hakuna difference. Now it's Kenyans against these corrupt individuals. Na wale wenye walikuwa nasema, now Baba supporters, it's high time you people know that this person is never interested, is never even concerned about you. Hawa watu wanaangalia interest zao, and politics is about interest. Now see, watu wa Baba wenye walifanya nini, watabaki tu kuwakilia. Baba ameingia kwa power deal,
of which you cannot trust baba. Itafika 2026 katikati ya manini aanze maneno yake ingine. Do you think in 2027 ama if they manage, cause hiyo referendum they are planning kuifanya before 2025 na pesa iko. Imagine hakuna pesa ya SHA, hakuna pesa ya watoto kusoma, hakuna pesa ya kila kitu, lakini pesa ya referendum iko. To extend term limit and to do the prime minister thing. Baba supporters, it's high time. William Ruto and Raila Odinga, it's you against Kenyans. Kenyans will send you home. Both of you. It doesn't matter the conspiracy, it doesn't matter whatever you conspire, it doesn't matter. Kenyans are sending you home. Now, that is the deal. Sasa tugoje leo, musikie. Serikali ni nusu mkate. Sasa ni sisi wa Kenya tungangane na maisha yetu, tufinywe kabisa hadi 2027. Lakini if they dare to bring that referendum, haki ya Mungu hatutakubali hata itajwe. We will send them home immediately before 2025.